Uhali gani ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa makala na vipindi vyetu vya Kilimo Pro. Kwa majina anaitwa Arnold. Leo tutaangalia zaidi katika zao la minazi. Zao hili ni kama limesaulika fulani hivi na watu hata hawalichukulii kwa uzito huo, lakini ni zao ambalo zuri na ni bora zaidi na ambalo linaweza kukusaidia ukapata matokeo bora endapo utawekeza kwenye zao hili. Zao la minazi limekuwa ni zao ambalo watu wengi hawafikirii kwa sababu wanaamini kwamba minazi labda inaota sana maeneo ya pwani peke yake au maeneo kama vile Mtwara, Dar es Salaam, Zanzibar na maeneo mengine ambayo pembezoni mwa bahari. Lakini hiyo haitoshelezi tu, na si kwamba ni kweli kwamba minazi inaweza kuota katika maeneo hayo tu, lakini minazi inaweza kuota pia katika maeneo mengine. Sasa leo tuko hapa kukuonyesha na uweze kuona namna gani unaweza ukafanya kilimo cha minazi kibiashara na ukapata matokeo bora. Shamba ambalo tutaliona sasa hivi, hili shamba liko Morogoro, tena liko Morogoro mjini kabisa. Kwa hiyo katika shamba hili ukawa unaona kuna minazi imepandwa, na kama unavyoiona ni mbegu ambayo hii ni African Tall. Ukitaka kufanya kilimo chenye tija, lazima ufuate mambo ambayo yatakusaidia binafsi uweze kuendelea nayo, upate matokeo pia ambayo ni bora. Mara nyingi tunafanya kilimo cha aina yote, tunategemea kupata matokeo ambayo ni bora. Hakuna mtu ambaye anategemea afanye kilimo au afanye shughuli fulani asipate matokeo. Sasa ili kupata matokeo ambayo ni bora, matokeo ambayo yatakusaidia na kufurahia uwekezaji ambao umeweka, kuna mambo machache ambayo ni ya muhimu yanakupasa kuyafuatilia kabla ya kuanza kilimo hiki cha minazi. Jambo la kwanza ni eneo. Ujue kwamba minazi yako unataka kupanda au unataka kulima kilimo hiki katika eneo gani. Una shamba labda shamba lako liko maeneo gani? Je, umbali ni wapi? Hali ya hewa hilo eneo liko vipi? Baada ya hapo kujua kwamba katika eneo lako kwamba umepanga eneo fulani nataka kufanya kilimo cha minazi. Je, utajuaje tu kwamba eneo lako linafaa? Kwa haraka tu lazima uangalie katika eneo hilo au mkoa uliopo. Je, umeshawahi kuona kwamba kuna miti ya aina hiyo? Kwamba je, ulipoenda kuna mtu analima minazi, au umewahi kuona kuna minazi, au wewe unakuwa ni mtu wa kwanza kujaribu? Lakini kama unakuwa ni kwanza kujaribu, ni jambo jema kujaribu kuona je unaweza kulima, lakini utaangalia pia katika maeneo ya jirani kwamba je watu wanalima minazi. Ukiona kama minazi ipo na watu wanavuna, wanafanya vitu vingine kupitia hivyo, nawe pia itakuwa rahisi kujua kwamba kumbe katika eneo nilopo naweza nikalima minazi na nikaweza kuvuna. Baada ya kuangalia eneo lako na kujua eneo husika na kujua kwamba ile eneo linalo linaweza kufanyika kilimo cha minazi, jambo linalofuata la msingi ni mbegu. Je, utapataje mbegu bora? Mbegu bora ambazo zinakusaidia kupata matokeo bora, kwa sababu mbegu ndio zinazopelekea kupata matokeo bora mwishoni. Kwa hiyo katika mwanzo lazima uangalie na utambue kwamba mbegu bora unapata wapi, na ni muhimu kupata mbegu katika vyanzo vinavyoaminika, vyanzo ambavyo vimethibitika, vyenye ithibati nzuri ya kujua kwamba hiki chanzo cha mbegu ni kizuri zaidi. Kwa upande wa hii, mara nyingi minazi inapatikana kwa namna ya miche. Manake minazi mbegu yake si kama mbegu ya mahindi kwamba utanua na kupanda, bali mara nyingi minazi inatokana kwa miche ambayo imeshaandaliwa. Ndivyo utakwenda kununua miche hiyo na kwenda kupanda shambani kwako. Ndio mbegu za minazi zilivyo. Kwa hiyo kwa upande wa sisi Kilimo Pro pia tuna miche ya minazi, tuna Kipemba, tuna African Tall, tuna Dwafu, tuna Loko na zinginezo. Kwa hiyo wewe binafsi utakapokuja tutakushauri kulingana na malengo yako. Katika swala la kushapata mbegu, ili mnazi wako uweze kukua vyema katika upandaji pale katika hatua za awali, lazima uhakikishe kwamba unapata mbolea ambayo ni nzuri. Na katika kilimo cha minazi mara nyingi na inakuwa ni vyema zaidi mtu akatumia mbolea aina ya samadi. Samadi ni nini? Samadi ni kile kinyesi cha ng'ombe. Usije ukachukua kinyesi cha kuku au ukachukua aina nyingine. Tunashauri sana utumie kinyesi cha ng'ombe kwa sababu kile kinasaidia kukaa muda mrefu katika udongo. Usitumie mbolea za kuku kwa sababu mbolea za kuku
ni zaidi katika mazao muda mfupi kama mboga mboga, ukilima mchicha na mazao mengine ambayo yenyewe hayachukui siku nyingi, labda kama siku 90, siku 60 au siku 75 unaweza kutumia mbolea ya kuku. Lakini kwa zao zima la minazi ni vyema ukatumia mbolea aina ya samadi, kile kinyesi cha ng'ombe. Unaangalia maeneo yako wapi kuna wafugaji, unatafuta mtu ambaye anafuga ng'ombe, unaenda unaongea naye, unaweza kupata akakupatia bure au ukanunua. Ila ni vyema ukatenga bajeti kwa ajili ya kupata mbolea, kwa sababu vitu vya bure si rahisi kupata. Lazima ulipie chochote kitu ili uweze kupata kile kitu, kwa sababu yule mwenzako aliwekeza akafuga ng'ombe, na wewe pia lazima upate jambo fulani ili upate hiyo mbolea yako kwa ajili ya shambani. Katika upandaji tunashauri sana, na kitaalamu pia inashauriwa kupanda mita 7 kwa 10. Unaweza pia ukapanda katika eka moja kaingia miche ya minazi 100, kwamba ukapanda mita 7 kwa 7. Pia inakuwa si mbaya katika zao la minazi, kwa sababu lengo ni kwamba unaangalia, je, unapolima zao lako la minazi kuna mazao mengine unachanganya ndani yake au unalima peke yake? Hiyo tutaangalia hapo mbele namna gani ya kuchanganya. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuzingatia kwamba kuna samadi ya kutosheleza kwa ajili ya miche yako, na kama unavyojua katika eka moja inaingia miche 70 mpaka 100. Kwa hiyo inakulazimu utafute samadi ya kutosheleza ambayo itatosha kuhudumia shamba lako kwa ujumla. Kuna kitu kizuri ambacho katika zao la minazi kinatupatia tofauti na mazao mengine. Ukiweza kuangalia katika video hii, katika unapolima minazi inakurahisishia wewe pia kulima mazao mengine. Mfano kama unaweza kulima mahindi, unaweza kulima mboga mboga, unaweza kulima na mazao mengine kama migomba, ukachanganya mipapai pia, kwa sababu ukichanganya mazao mengine haiathiri ili zao kuu ambalo la minazi. Kwa hiyo katika zao la minazi unapopanda, manake pia kwa sababu ni mita 7 kwa 10, kunakuwa na nafasi ya kutosheleza pale kutoka mche mmoja kwenda mche mwingine. Hata katika mistari na katika hizi blocks mbalimbali ambazo umeziweka, zitakuwa na nafasi ya kutosheleza wewe kuweza kupanda au kulima mazao mengine kipindi unasubiria minazi yako. Kwa hivyo basi, ukiangalia video hii utaweza kuona mazao mbalimbali yako hapo, lakini pia kuna nafasi huku chini hizi matuta mengine yanaandaliwa kwa ajili ya kulima mazao mengine. Mfano katika minazi ukipanda, unaweza ukalima minazi, pia ukalima migomba, ukalima mahindi, ukalima mboga mboga na vitu vinginevyo katika shamba hilo la minazi. Kwa hiyo kipindi ile miaka 4 ya mwanzo unasubiria, lakini pia eneo hili la minazi unaweza kulitumia katika kulima mazao mengine, mfano kama mahindi, mboga mboga na mazao mengine ya bustani yakaendelea. Kama unavyoona hii video ukiangalia, utaona kabisa mgawanyo mzuri minazi ilivyopandwa, lakini pia ukiangalia hapo chini kuna mazao mengine yamepandwa, lakini pia hapa katikati unaona kuna miembe, kuna mipapai, kuna zao la mahindi limepandwa. Haya yote mazao yaliyopandwa yapo katika mpangilio, kwa sababu ndio tunasema ubora, kitu ambacho minazi tunapata ukitofautisha na mazao mengine. Ndio maana ukiangalia mfano kilima mahindi utachanganya pia na majamii ya mikunde, labda chini ukalima maharage, ukalima kunde, manake mahindi yanavyozidi kukua na huko chini kunde zinakuwa, lakini urefu wa kunde hauzidi zao kuu ambao ni mahindi. Kwa hiyo ukiangalia hapa minazi imekuwa ni mikubwa zaidi kuliko mazao mengine hapo chini. Kama hapa wamelima tembele hapo chini. Kwa hiyo kipindi usubiria minazi miaka 4, lakini haikuzuii wewe kupanda au kulima mazao mengine. Kikubwa tu uweze kulima zao ambalo litakusaidia kuvuna kipindi unasubiria minazi yako. Kama nilivyosema awali, minazi mara nyingi huchukua miaka 4 mpaka 5 kuanza kuzaa. So itategemea na aina ya mbegu uliyopanda. Lakini kitu kizuri, minazi inapendeza. Ukiangalia muonekano unaweza kusema kama uko sehemu fulani hivi ambapo panapopendeza. Kwa hiyo ukiacha tu shamba kama unapata mavuno, lakini ukiangalia, mimi nafarijika kwa ninavyoona shamba la minazi. Minazi ilivyokaa, matawi yake ukiangalia, mche wake ulivyokaa, kiukweli kilimo ni kitu kizuri sana. Ni furaha kuliangalia zao la minazi. Ukiangalia video tumepiga kwa drone, kwa video ya juu, ukiangalia hapa unapata picha kamili ya shamba lako la minazi.
Kuna kitu awali nilikiongea, nataka tu kukiongezea. Katika nafasi za upandaji wa minazi, mara nyingi unaweza kutumia mita 7 kwa 10 au mita 7 kwa 7. Sasa kwa nini utumie mita 7 kwa 10? Mita 7 kwa 10 endapo zao lako unalopanda la minazi labda ukachanganya na mazao mengine, kwa lazima uwe na nafasi ya kutosheleza. Kwa maana yake ukipanda mita 7 kwa 10 utapata miche 70 katika eka moja. Kwa hiyo hata unapoandaa mashimo utaandaa mashimo ya miche 70. Hata utakaponunua miche lazima una miche 70. Kwa hiyo utaangalia kama ni ekari moja, una eka 2, eka 3, utachukua hiyo 70 mara 3, utapata idadi ya miche inayotakiwa katika eneo lako. Na kama ukipanda mita 7 kwa 7, maana yake kwamba mche moja mpaka mche mwingine ni mita 7 urefu, mita 7 kwa upana. Kwa hiyo itakusaidia katika upangaji wa shamba lako. Ni vema ukapanda kwa vipimo hivi ili minazi unapopanda baadaye isije kashikana kule juu. Let's say ukapanda mita 2.5 kwa mita 2.5 au mita 3 kwa mita 3. Kwa ukuaji wa minazi unavyoiona hii, ukaikaribisha zaidi, maana yake matawi yake yana tabia ya kupanuka kwa juu. Kwa hiyo inapopanuka kwa juu, ukisema tena uweke katika nafasi ndogo, itafanya sasa haya majani ya juu na matawi yakashikana. Yatakaposhikana, maana yake kutakuwa mche haujitegemei, maana yake utafanya hii miche itadhoofika, haitatanuka kama vile inatakiwa. Ndio maana tunashauri uweke nafasi ya mita 7 kwa 7 au mita 7 kwa 10 ili uweze kuweka nafasi ya kutosha katika shamba lako. Hata ukiangalia katika hii shamba lote la minazi uliona lipandwa hapa, hakuna minazi ambayo imegusa tawi la mwenzake, hakuna minazi ambayo imegusana, na wala hakuna minazi ambayo inakaribiana. Yote ukiangalia na nafasi ya kutosha, kwa sababu kile kipimo cha miche ambayo utakiwa upande katika zao vimezingatiwa vya kutosha. Lakini endapo utapanda tu bila kuzingatia nafasi hiyo kama mita 7 kwa 10 au mita 7 kwa 7, ukapunguza labda ukaweka mita 5 kwa 5, maana yake utafanya hii miche inapokuwa itakutana, maana kama itakumbatiana hii miche. Sasa ikumbatiana hii miche, ukuaji wake itakuwa ni mbovu, hivyo itapelekea pia hata uzalishaji wa matunda itakuwa ni mdogo pia. Kwa hiyo hakikisha unazingatia nafasi katika upandaji. Kuna mtu anaweza akajiuliza kwamba kwa nini nilime minazi? Minazi ina faida nyingi sana, kwa sababu unapolima nazi inakupa faida wewe kupata fedha. Mfano, ukalima nazi zako ukavuna. Kama unavyojua sokoni nazi zinahitajika sana, kwa sababu ni zao ambalo linatumika katika kuongea chakula. Unakuta mtu anapika wali nazi, maharage nazi, nazi zenyewe ndio hizi. Kwa hiyo uhitaji wake sokoni ni mkubwa na zinahitajika sana. Kwa hiyo unapolima nazi, manake umepata pia nafasi ya kufanya biashara, kwamba utauza hii nazi kwa watu masokoni, utauza hizi nazi labda kwa makampuni, kwa sababu zao la nazi lina vitu vingi sana ambavyo unaweza kupata kupitia nazi. Ukiangalia haya matawi yake, majani yanatumika katika vitu mbalimbali, lakini pia nazi yenyewe kwa ujumla inasaidia katika soko, lakini pia lina mahitaji katika viwanda vya mafuta, viwanda vya mafuta ya kupikia pia inahitaji nazi, lakini pia ukiangalia katika viwanda vya urembo pia wanahitaji nazi. Kwa hiyo nazi imekuwa ni kitu ambacho kinasaidia katika sehemu nyingi. Kwa hiyo kinatengeneza fursa ambayo wewe mkulima itakupa uwanja mpana wa kuweza kufanya biashara. Ndio nasema nazi ni zao la biashara, kwa sababu katika nazi mche mmoja unavyoweka tunapata nazi nyingi. Nazi hizo unaweza kutumia katika mambo mengine. Labda niainishe tu katika zao la nazi utapata kitu gani. Mfano, unaweza kulima nazi yako hapa, katika nazi moja haijakomaa hapa unapata dafu. Kwa hiyo kabla nazi haijakomaa kunakuwa na hatua pale ya dafu. Kwa hiyo unaweza kauza madafu pia. Hiyo hatua ya kwanza. Baadaye ukasubiri nazi zikakomaa, unapata sana nazi yenyewe ambayo inabanguliwa, inakunwa na kuungwa katika mboga. Kwa hiyo unaweza kupata dafu, lakini pia unaweza kupata nazi kabisa. Hatua ya pili, hii nazi ambayo unayo pia labda ukauza pia huko sokoni, mtu akakuna lile ganda lake
linasaidia watu wanatengeneza vitu vya urembo kama vile kuna hereni zile ambazo zinakuwa zimetengenezwa na maganda ya nazi, nasema vifuu vile vifuu vya nazi pia vikitupwa, mtu amekuna nazi akamaliza, kile kifuu cha nazi pia mtu anaweza akachukua wakakichonga vizuri, wakatengenezea hereni, wakatengenezea vitu vya kuvaa, vitu mbalimbali vya urembo vinavyotokana na kifuu kile cha nazi.